Karibu ndugu yangu mpendwa, katika mwendelezo wa simulizi yetu pendwa inayoenda kwa jina la Kibuyu Cheusi. Ndugu yangu, kama ndo mara yako ya kwanza, usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele na kusambaza video hii ili iweze kuwafika na wengine waweze kujifunza. Umenitoa kifungoni, ila sasa utalipa gharama. Hayo ni maneno ambayo yalizungumzwa na sauti ya mwanamke iliyetoka ndani ya kibuyu baada ya kibuyu hicho kufunguliwa na mzee Kenga. Sasa tunaendelea na sehemu yetu ya pili. Kuanzia siku hiyo maisha ya mzee Kenga yakawa magumu ajabu. Samaki waliisha mtoni, mifugo yake ikaanza kufa mmoja baada ya mwingine. Usiku alisikia sauti ikimuita, Kenga, Kenga, nilete damu ya mtoto wako wa kwanza au nitakula nafsi yako. Kenga, niletee damu ya mtoto wako wa kwanza au nitakula nafsi yako. Kenga, niletee damu ya mtoto wako wa kwanza au nitakula nafsi yako. Kenga alipohadithia watu kijijini, hakuna aliyemwamini. Walisema ni wazimu wa uzee tu. Lakini usiku wa tatu, mke wake Bi Mwanaidi alikuta mumewe ameinuka usingizini, macho mekundu, akitembea kuelekea chumba cha mtoto wao mdogo aliyeitwa Asha. Mwanaidi alipiga kelele, Kenga akaamka, akishindwa kueleza kilichokuwa kimemtokea. Ndipo akaenda kwa mganga maarufu Bibi Rukia aliyekuwa akiishi porini mbali na kijiji. Bibi Rukia alipokiona kibuyu hicho alitetemeka kwa hofu. Akalipiga kwa fimbo yake ya mti wa mkwaju na kusema, hiki si kibuyu cha kawaida. Hiki si kibuyu cha kawaida. Ni kibuyu cheusi cha usiku kilichokuwa na mchawi Senga wa Mzinga aliyeuliwa miaka 70 iliyopita. Ndani yake kulifungwa roho yake. Bibi Rukia akaongeza akisema, umeivunja mihuri mitatu ya kuzimu ili kuokoa nafsi yako. Lazima urudishe roho hiyo pale ilipotoka, lakini haitaruhusu kirahisi. Ndugu yangu mpendwa, nini kitakachofuata katika sehemu ya 3 baada ya haya kutokea? Basi kukutana na mimi ndugu yako MI Original kutoka Tanzania ili kuweza kujifunza mengi. Asante sana. Amani ya Mungu.